kuna Ufunuo 14. Ufunuo 14, ujumbe wa malaika watatu unawafariji watu wa Mungu, wale walioteswa na wanyama. Unaambiwa shikilia imani kwa sababu bado utashinda. Sikia vile anavyosema. Anasema ya kwamba hapa ndipo penye subira. Hiyo ni fungu la 12 ya Ufunuo 14. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kwa hivyo mateso inapoendelea, shida zinapoendelea duniani, machafuko unayoyaona kanisani na duniani, haya yote yasikufanye uache imani. Uwe na subira, kwa maana hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Bwana asifiwe. Na kama utauawa, mbingu ikiangalia inasema amen. Mbingu ikiangalia, ukiuawa na mnyama inasema sawa, ameuawa, ni sawa. Mbingu hailii kwa sababu mtakatifu amekufa. No, ndio kuna Ufunuo 14 fungu la 13 inasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana kuanzia sasa hivi. Mnyama ameamua kuua, ni sawa. Wamekufa wangapi? Vile tunasoma, vio ndio wanasoma huko mbinguni. Tunasema kituo cha Mwembe Chai kumepatikana watu 20. Hivyo ndivyo mbingu inavyosoma. Wamekufa wangapi leo? Wamekufa watu 15. Bwana asifiwe. Hawaombelezi mbinguni hata kwa sababu umekufa. Ukiwa unatetea Yesu, hata wanyama waliua watu, na imeandikwa kwa Biblia, kitabu cha Wahibrania 11 fungu la 38, waliraruliwa. Dunia haikuwa stahili kuwa na watu kama hao, walikufa na Mungu. Hata Yesu mwenyewe alijibu. Petero aliuliza Yesu, tunakufuata hivi, unajua tuliacha watu wetu wewe. Do you know? Unajua ulitukuta baharini, ulitukuta kazini, ukatuambia tukufuate, tukaacha kazi ya kuvua samaki. Sasa tunakufuata. Tutapata nini? Akasema, kwanza mtateswa kwa sababu ya jina langu, na wengine wenu mtauawa na mtakuja kulipwa baadaye. Kwa hivyo alisema kuteswa iko. Lakini singetaka kuacha kabla sijawasomea Ufunuo 14 fungu la 15. Anasema hivi. Anasema ya kwamba fungu la 14, kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwana kondoo, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mudu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimulilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mudu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekoma. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mudu wake juu ya nchi ikavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mudu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamulilia kwa sauti kuu yule mnyama mwenye mudu ule mkali, akasema, tia mudu wako mkali ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mudu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyanga nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Ufunuo 14 unamalizia na mambo mawili: mavuno. Malaika wawili, wa kwanza amekalia wingu na ana taji, huyo ni Yesu. Malaika mwingine amesema, tia mudu wako ukavune mavuno, maana yameiva. Kwa hivyo Yesu anakuja kuvuna, na inakuja baada ya Ufunuo 13. Anasema hata ingawa mnyama anaonekana kama anashinda, kuna watu wako tayari kuvunwa, na hao ndio wanaompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata kukiwa na matatizo, kuna mavuno. Lakini pia kuna malaika mwingine wa pili. Huyo mwingine wa pili yeye anatia mudu wake katika nchi, na hiyo ni hukumu. Kama hautavunwa na Yesu, utavunwa na kifo. Je, msimamo wako uko wapi?